Mr. Zumbe, mbona toka jana unaonekana una raha? Usiku umekuwa ukijigeuza tu au ulali vizuri? Sijazoea kuona ukiwa katika hali hii. Na tuna takriban muda mrefu sasa. Nimekuzoea ukiwa kwenye furaha, ukiwa umefurahi, lakini sijajua utakuwa umepatwa na nini. Huko bi mkubwa kashakusumbua tayari. Niambie. Maana mimi ndo malkia wako. Na mimi ndo furaha yako. Na huo ndo uwanda wangu sasa na mimi. Wa kujua nini amechokufanyia ili niweze kurudisha katika hali ya kawaida. Si unajua nakupenda. Please. Niambie. Honey. Yes, baby. Kama nilivyokuambia, mimi sina shida yoyote ile. Sema tu nasikia kama kichwa ndio kinasumbua kidogo. Lakini mingine hamna kingine chochote ambacho kinanizidi. Mimi niko sawa. So kweli. Nimekuzoea mno na zaidi ya sana. Wewe sio wa kukaga hivi yani hivi tu yani hivi. Au kuna kitu gani nimekukosea? Sasa ni nini? Mpaka mimi nakosa amani kwa sababu yako. Please. Niambie bwana, kuna shida gani na umepatwa na nini? Mimi niko sawa. Niko sawa kabisa. Kwa sababu kama zilivyokuwa siku hazifanani, kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne, na sisi miili ya sisi binadamu huwa ina mabadiliko hayo. Kwa naona ni kiafya tu kichwa kinasumbua sana, ndio maana niko hivi, lakini hamna shida nyingine yoyote ile. Baby, una uhakika? Yeah. Serious. Okay, kama uko sawa. Ngoja nijaribu kuangalia zia basi hata Panado angalau ya kurudisha katika hali ya kawaida. Nitashukuru. Wewe ukiwa hivi. Utanisamehe kwa hili. Lakini kama mwanamke wangu wa ndoa ameshindwa kusimama upande wangu, sembuse wewe Idaya, mwanamke wangu wa nje. Nachoamini wanawake wote ni wale wale tu. Kwa hiyo ukweli kwa hili utanisamehe tu. Acha nibaki nalo mwenyewe. Haupaswi kabisa kujua kama nimeachisha kazi. Najitahidi ili usijue kabisa kama nimeachishwa, kwa sababu ukijua ukweli huu, na imani mapenzi yetu yatakuwa mwisho hapo. Maana mahusiano bila pesa hakuna kitakachofanyika. Naleshe, kama nilivyokuambia, na kuomba twende tukasikilize kikao ambacho kimeandaliwa baina yetu na mjomba Kapolilo. Dini zote haziruhusu kuvunja undugu. Inawezekana njia moja ambayo ikasababisha usione pepo. Kuna kusi dadangu, twende kwenye kikao hicho ili tuweze kutengeneza na kuondoa hizi sintofahamu ambazo zinaendelea kati yetu. Wewe Yusufu, nakuona tu. Nakuona unavyoingilia familia za watu. Nakuona unavyojibebesha majukumu yasiyokuhusu. Wewe huyo mzee wako Kapolilo, mjomba wako Kapolilo alivyokuja kunidhalilisha hapa na kunitadhirisha, ulikuwepo? Unajua alichonifanya? Yusufu, naona nataka uingilie kwenye mamlaka yangu na familia yangu. Ni nani anatoka miguu yake hapa na kuja kuingilia kwenye majukumu ya familia yako? Ni mambo mangapi yanatokea kwenye familia yenu mimi siingilii? Iweje wewe leo ukutane na mama yangu anaenda kuliamsha kule kwa mzee Kapolilo, wewe unamzuia? Wewe umekuwa nani? Kwamba wewe nabii sana sasa. Wakuwa unaingizia watu imani, wanakusikiliza.
Sasa kama ni wewe unabii wako, kwa nini usiende kufungua madrasa na misikiti huko kaenda kutengeneza imani ili ukapate sasa hizo thawabu zinasemekana thawabu kwa Mwenyezi Mungu? Eti tuweke kikao, utapata thawabu, utaenda peponi. Iwe pepo, iwe dhoruba, uwe upepo, iwe kimbunga, iwe tufani. Sihitaji kushirikishwa kwenye masuala ya hiyo familia yenu. Sitaki kushirikishwa kwenye masuala yao za kitumbo. Hicho kikao kakaeni nyinyi. Dada, kumbuka mkubwa akosei. Na yule tayari ni ndugu yetu. Hata iweje undugu hauwezi ukavunjika hivi kirahisi. Kwa hiyo nakusii kabisa dadangu, twende kwenye kikao, tuondoe hizi sintofahamu. Na kuomba dadangu Aisha. Alafu na kuonaona tu na kuchola tu, usinione mimi mpumbafu. Naona kama unanipanda kichwani. Kama tu aliyenizaa aliniweka tumboni miezi 9 na akanizaa kwa uchungu, sijamsikiliza. We nani nikakusikilize kwamba nabii sana au hizo imani zako kawalisha hao wajinga wenzio? Maana hata wewe mkuu kusikiliza naona yeye mwenyewe amepungukiwa. Alafu kumbe naona unapata jeuri hicho kiti umekalia. Kukupa kiti kwa heshima na taazima, nikajua unakuja kuniambia vitu vya msingi, kumbe akili huna. Toka! Dada, usifikie huko. Naomba ukasikilize kikao dada. Wewe dada, habari? Salama, mzima. Karibu. Samahani, mimi naitwa Ali. Nimekuja hapa kumuulizia Matilda. Sijui itakuwa nimemkuta. Matilda? Yeah. Ana muda mrefu sana hapa. Ameshaondoka. Kwa sasa anaishi hosteli. Kwa hiyo nikienda chuo naweza kumpata? Sidhani, maana mimi mwenyewe na muda mrefu sana siongei naye. Simpati. Na namba yake mpigie. Yaani mpaka nakuja kumuulizia hapa. Maana yake nishapiga namba zake zote hazipatikani. Nikaona ngoja niende kule sana shina mwenzie. Ndio maana nimekuja hapa kumuulizia kama atakuwa yuko hapa. Hapana, na muda sana hapa sana. Asante. Asante. Karibu. Asante. Karibu tena. Asante. Shemeji, nimejaribu sana kutumia uwezo wangu kumshawishi Ali aache matendo anayoyafanya, lakini bado jitihada zangu zinagonga mwamba. Lakini kuna uchunguzi nimeufanya, nimegundua kwamba Ali ana mahusiano na msichana mwingine, tena mwanachuo. Lakini yule pale ilichokikosea ni kujenga mahusiano na mwanamke mwingine hali ya kuwa anajua wewe upo na unampenda. Kinachoendelea ni nini? Jumina, umewaza kuhusu hili swala tunalifanyeje? Unajua shemeji yako nimeshamsafirisha tangu jana usiku, na saizi ninavyokuambia atakuwa amefika ama yuko njiani. Na mimi nimechukua jukumu hilo la kiume kwa sababu unajua wale watoto wa kiuni, unajua wale watoto wa mtaani vibaka tu. Kwa hiyo naweza nikawa siku nimejificha huku kwenye mambo haya ambao nashughulikia swala kujificha ili nijitetemi kama mimi, wakaingia kule nyumbani kwangu wakamteka mke wangu, wakamfanyia vibao wanapotaka wao. Kwa hiyo nimeona bora nimtoe mke wangu pale nyumbani, nimsafirishe aende nyumbani. Sawa, pengine kafanya kwa faida yake, ila anampenda mtu ambaye
sio hata wa kukaa muda mrefu, kwa sababu yule mwanafunzi kuna wakati utafika ataondoka, atarudi kwao baada ya kumaliza masomo yake. Lakini ninachomsikitikia kakupoteza mwanamke ambaye ni wa malengo na ni wa ndoto. Shemeji, haina haja ya kuendelea kulia wala kuumia. Mimi naamini nyakati zinapokujaga za maumivu huwa ni ghafla sana, lakini utatuzi wake huwa unachukua muda mrefu. Kwa usiendelee kulia tafadhali. Kilichobaki mimi na wewe tupambane, tutatoa matatizo. Basi. Sawa. Mimi nikupongeze tu kwa hilo ulilofanya vizuri. Lakini umejaribu kumhusisha kuhusu hili swala, kuhusu hili tatizo lililotokea? Kwa sababu yule ni mke wa ndoa na sio hawala yule. Na kama ni mke wa ndoa, inafaa kujua kila jambo linalokufika wewe. Hapana. Unajua Chuga, haya matatizo, unajua matatizo ni makubwa sana. Alafu mimi sitaki kwamba mke wangu nimhusishe na chochote. Unajua wanawake Chuga, haitakiwi wahusishe mambo magumu kwa sababu wanawake wana roho nyepesi sana. Na ikizingatia kwamba yule ni mtoto wa kike tu, sio kila jambo linalotokea kwa wanaume alijue. Hili swali najua mimi na wewe tu. Mke wangu ajue, na sitaki kabisa ajue. Kwa hiyo mimi ninachokuomba tusaidiane tu kwa ili kulitatua hili tatizo. Kabisa. Shemeji, inawezekanaje? Inawezekanaje alikuwa na mwanamke? Nakumbuka siku ile aliniambia sababu ni baba. Na nikamwambia baba mimi na mdu. Afu anakuja kuniambia na mwanamke mwingine. Mimi najisikiaje lakini. Sawa shemeji, lakini ukisema kwamba uendelee kulia, mimi sioni kwamba ndio solution. Mimi nakuahidi kutoka moyoni mwangu, nitajaribu kutumia jitihada zote ili mradi Ali usimkose. Sina rafiki mwingine mimi kutatua tatizo zaidi yako wewe. Ninachokuomba kwa sasa hivi tupeleleze. Naomba unisaidie kupeleleza yule kijana anaendeleaje kwa nyakati hizi. Aiza amelazwa, aiza yuko nyumbani, au anaendeleaje zaidi. Kwa hiyo mimi ninachokuomba kwa sasa hivi, mimi siwezi kufuatilia swala, nimejificha ficha kutokana na matatizo. Kuna majirani mule, kuna marafiki, kuna watu wa karibu wanaweza kawa wanasema ananilea vizuri, anafanyaje, unakuja unanidokezea mimi unaniambia. Ili mimi moyo wangu sasa uwe huru. Maana ndugu yangu hapa na pressure vibaya mno. Yaani hapa mimi hata sielewi. Afu usitoshe unavyoendelea kulia, mimi naona unamweka Ali matatani. Kumbuka babako akigundua kwamba wewe unateswa na Ali kitakacho kuja kumkuta ataingia matatani. Na kuomba hizi nyakati ziache zipite. Acha kulia, acha kuumia. Mwisho wa siku utakuja upate maradhi kwa sababu ya mwanaume. Maana sisi wanaume tunajijua. Sisi huwa tuna tamaa ya vitu ambavyo havina msaada wote wala mafanikio yoyote. Najua yule pale ni tamaa ya muda mfupi, lakini atakapokuja kukaa sawa, atakukumbuka, atarudi kwako. Mimi naomba tu nisaidie. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini haya ni mafikirio tu niliyokuwa najaribu kufikiri. Sio mbaya. Mimi nitafanya jitihada zozote zile. Nitakuwa FBI. Na nitajaribu kupeleleza kwa kila namna mpaka tutapata tu ukweli wake umefikaje. Na istoshe kwenye kikosi chao kile, kati ya hawa vijana wawili, mmoja wapo namfahamu vizuri sana,
Alafu nafahamu sehemu anazopatikana, japokuwa kwao sipafahamu, ila ni rahisi sana kupapata. Usiumie kiasi hicho. Shemeji, hata kama Ali atakuwa na wanawake wangapi, mimi bado nitamvumilia. Yeye ni kila kitu kwangu, na hivyo niache, naona kila kitu ameondoka nacho. Zamani yangu yote imeisha, kaniacha mtupu, kaniacha. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kunasa nini ripoti zao. Kuhusu hili usijali. Alafu sasa kitu kingine, usiwe na mawazo sana. Cha kufikiri sana hapa ni kujaribu kufikiri ni nini cha kufanya ili kulisolve hili tatizo liishe. Mimi nakuahidi toka moyoni mwangu, nitatumia uwezo wowote ule ili mradi Ali aje kwako. Mambo niahidi kwamba hautoendelea kulia. Niahidi kwamba hautoendelea kupitia maumivu unayopitia. Shem, naomba nisaidie. Naomba nitoe kwenye hii hali. Naomba ongea naye. Siwezi kukupa saizi mkono mpaka mambo yangu yaishe. Saizi bado na mambo mengi sana kichwani. Sawa shehe wangu. Napojaribu kumwelewesha ajue umuhimu wangu hata kidogo tu. Okay, sawa. Shemeji, niachie ili mimi nitalimaliza. Nitajua ni namna gani nitaongea naye. Umeelewana? Tumekuja hapa kwako, tumeitikia wito. Maana siku ile mimi sikukuelewa kabisa. Swala la kututimua kama vile utujui. Kwa hiyo tumekuja hapa kwako tusikilize hayo maelezo uliosema kwamba unataka utuambie. Kilikusibu kipi? Maana ulituacha katika sitofahamu. Shogangu, udugu wetu. Tumetoka nyumbani. Kwato mpaka kwako. Cha ajabu tunafika kwako, unaanza kufoka. Unatupanikia. Sio kawaida yako. Jamani. Au ulikuwa umevusha bwana huko ndani? Au umevusha mume wa mtu? Niambie basi. Maana bora mmefika wanangu. Kama vipi hapa sasa hivi tunaenda kuwasha moto. Alafu ile pale Zalau, yani anabeba maneno ya mwanamke kama yalivyo, afa anakuja ananyoshia moto. Hapa tu pale sitaniotea. Alafu kavamia kambi ya hicho akachokoza wanazi. Hapa kama vipi zana hizo hapa tunaenda kumwashia moto. Kwa kamata hivyo. Moto. Niwatake lazi tu kwa ile leo tukia siku ile. Hamkujua tu yalionikuta. Hivi mnakumbuka mliniagiza kwa Nadia kule? Ndio. Sikufanya makosa mimi. Niliamka asubuhi. Nikaenda. Nilivofika kule nilimkuta mume wake kashamka. Nikauliza, mkeo yupo? Aliniambia hivi, yani yule kaka ana kumbukumbu nyinyi hamwezi kuamini. Akaniambia wewe ndio yule mwenye kikoba, mwenye kikundi mwenzake. Nikamwambia ndio mimi baba. Aliniambia hivi, tuache mazoea na mke wake. Ndoa yake tuiheshimu. Yani kifupi, hataki mazoea na mke wake, hataki tukanyage kwake, yani tuachane naye tu kifupi. Alafu mimi niko fresh wanangu, si mnaona mimi niko fresh kabisa. Wametazaje?
kisa na kipi mpaka hataki tukafika pale kwa mke wake? Aya, kwanza ni yote 9 10. Hizo pesa zetu za huko, maana na wewe ndio umesamee. Mimi ninataka hela yangu. Kwa hiyo unaziacha pesa zako ziende bure? Umeziangaikia kuanzia Januari mpaka Disemba, jua mvua, unaacha pesa zako? Hivi lile tukio la kumwagiwa maji, kunitoa mseke kule, ni kuja kwangu nimeloana chepe, na alitaka tena mimi maji tena? Ila hizo wacha tu hapo. Maana kimtulia basi. Tunazingua. Yaani yule mchumba tunajua maumivu gani anayapata jamaa hapa. Alafu unaongea tu rahisi tu yani mbona unakuwa ueleweki? Yeye mzima kwanza hilo. Anazingua nini? Unajua bado unaumwa wewe, sawa? Alafu sikia, alafu uwezo tu wa kuingia chooni na kutoka unakunya sijui unakojua kwa chooni. Huo uwezo sijione kama umepona sana, sijui unajua. Wewe bado ile mbaya. Alafu sikilizia hali yako, kikaa sawa tunaruka. Bado hujapona. Alafu sikia, ili jambo la kutulia. Wewe mkaa hapo. Hivi ina maana yake mimi naongea hapa mnajua matani Mimi kama mimi kwa binafsi yangu kule sitaenda. Kweli kuna pesa zangu nimehangaika sana tu, nusu ya kuuza kuni. Ila kule jamani, nendeni nileteeni na waombeni msinisahau kwenye huo mgao. Lakini mimi kule sikanyagi tena. Kwa hiyo kumwagiwa maji ndio kikusababisha ushinde kuendea pesa zako? Kaa hapo. Njoo kaa hapo yaongeleke kwanza. Vipi wewe? Amake mtulia. Sasa wanangu hapa tunafanyaje? Mishe inakuaje sasa? Hapo sikia kwanza brother Maki. Unajua bado ni mgonjwa. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa ukae, viungo vikae sawa, urudi katika hali ya kawaida. Sio tunamkuta, alafu bado ni mchumba kwetu. Ndio tumuonyeshe ni kwa jinsi gani sisi tumeishi kitambo katika hiki kitaa. Sio unajua. Afa kutulia. Na wewe usio unampa miemko huyu. Huyu bado akikaa sawa tunaruka. Tunakuwa lupuka kama chura kwenye maji. Au juu maumivu anayopata mangapi? Alafu sikia yule ni mchumba tu, anaweza kazingulia. Nimekwambia tulia, kausha basi. Mbona unakuwa kama hujawahi mwenzetu? Umehangaikia muda mrefu. Umeuza nyanya, umeuza tembele, ili mradi upate hela za kukwamua wewe maisha yako. Leo hii unaacha hela kisa kumwogopa mume wake? Mimi nawaambia hivi, tena mnisikize kwa makini. Pesa yangu haiendi bure na wala siachi mimi pesa. Nitaenda kuchukua pesa yangu, kila mtu afe na chake. Mmenielewa? Wewe kama utaacha, utaacha. Kila mtu atakula kulingana na urefu wa kamba yake. Mimi pesa zangu naenda. Sema nini wanangu? Yaani hapa hakuna kupoa. Yaani kikaa tu fresh yule pale tunamwashia moto. Afu ile pale dharau. Pale kijiweni kwetu sisi. Afu anakuja dakika za mwisho anafanya tu anachojua afu anatembea. Sema nini? Kashachokoza wanazi. Muona, kavamia kambi ya Hitra kachokoza wanazi. Yaani hapa ni mwendo wa lungu tu kama mlinzi. Hakuna kupoa. Unasemaje mwanangu? Unajua. Weka zaga mwanangu. Tulia. Kueleza mzee Kafimbi, hali kwa sasa kwenye familia sio nzuri, na tusipoziba ufa ukuta utaanguka. Mzee Kafimbi, sawa, nimekuelewa mtu. Ila huyu Kapulilo, Walidi na Aisha hawa ni sawa na mtoto. Shogangu, maana toka tumeachana pale ulisema kwamba unaenda kwa Nadia. Hebu naomba tupewe mrejesho. Shoga zangu, nina ubuyu. Unajua ubuyu? Ubuyu mama wa Zanzibar. Ubuyu wa Zanzibar. Yaani wewe ubuyu ukiupata, nahisi utacheka mpaka jino la mwisho. Uchanganye, uchukue moto wa petroli na moto wa gesi, uchanganye kwa pamoja. Kwa njia hiyo ya kuwakusanya watu hawa kutatua tatizo hii haiwezekani. Nilichokikuta pale kwa Nadia.
Kweli Mungu anajibu. Nipe basi koo langu linataka. Ngoja ni utoe maana upo ndani ya boksi. Naanza kutoa mmoja. Uongo. Utakuwa uongo. Ngoja nikupe chuma hicho cha kwanza. Dada, nimetoka kwa kama nilivyoambia nafuata pesa zangu. Nilipofika pale kwa Nadia. Si rahisi sana kutatua tatizo. Lakini kwa kuwa umelifikisha kwangu, basi mimi natafuta njia ya kutatua hilo tatizo. Sijui umenisikia mzigo wangu. Sikia nimekuelewa mzee Kafimbi. Naamini utu uzima ni dawa. Naamini hili tatizo litakwisha. Mzee wangu, mzee. Mimi hata nikuache. Basi hamna shaka. Haya mzee. Haya mjukuu wangu, mimi sikushiriki sana. Haya. Naenda mwenyewe tata nakuta watu wawili wanazuzana ndani, mke na mme. Hawaelewani nakwambia. Nadia nakwambia yuko yani anasikitika na majonzi nakwambia mume wake shogangu. Sikatishwa kazi. Maana yake hana kazi. Hana kazi. Mungu mkubwa. Yeye nakwambia hivi tutamuona Nadia. Sijui atakuwa na uvumilivu wa kukaa na yule mwanaume. Ana wewe mtoto akishua yule. Tena nafuu. Mimi kwanza naona hiyo ndogo. Yaani afadhali hata lile gofu lile. Yaani ningesikia tu limemdondokea. Ndio nilichokuwa na kiomba hicho. Kwanza hilo mbona pigo dogo? Usiniambie nayo ulivyo mnafiki mkubwa wewe. Hivi nadhani yale maji nilisahau yale. Yaani mpaka leo mimi huwa nayakumbuka. Yaani nikilala nikistuka tu na muanze yule mwanaume yule. Vipi hapo? Yaani kwanza ninalomwombea yule mbaba yule. Ninalomwombea. Mungu ndo anajua kwanza nina hiyo furaha. Hebu fanyeni haraka hapa nikapige maji huko ndani. Wewe. Lakini mimi ndo shoga zangu, mimi hata hela siachi. Hata kama kaatishwa kazi kwa mke wake, nafuata hela yangu. Sasa kwani hela kala bwana, si hela hizo zipo kivingine. Kama wamekula ndo wanalipa. Mshikaji fulani hivi mwenye midevu afu mtoto mzuri kama wewe hapo tumemkuta. Wameondoka, mke wake anaanza kuondoka tukapo wiki iliyopita na yeye mke alifuatia pesa. Wafu watakuwa anarusha, wewe mcheki ndani. Asikia, sio kuona shanga unachoeleza unajibu au sio? Maana kaatishwa kazi mume wake. Maana watategemea kwenye kikundi. Tena hapo niwaambieni, twendeni mapema. Manake si lazima kimwanaume kitakuwa kimepoa. Twendeni mapema kuchukua za kwetu. Sasa sikilizeni, mimi namsubiria Nadia. Na hivi kwenye kikundi ndo anajifanya yeye ndo mwenyekiti pambe. Sasa ndo namsubiri kaachishwa kazi mume wake. Watahama pale nakwambia. Na lile ziwa shogangu anapolipelekaga. Sasa nakwambia zile hela analipa. Tena unakuta mwenye kaka na kitabu. Shoga zanguni, hii sherehe itakuwa pambe. Dada, mmemwenyeka ana kazi. Pambe ya wapi? Hapo anajifanya na maisha yenyewe kumbe hana. Mwanaume ndo hivyo kazi kaachisha. Wewe Maki, umshamba anaonekana hayupo maana kwenye mlango wake kuna kufuli. Si unajua zile? Hatuwezi kuvunja hapo mwanangu. Wewe, hii kwa kutulia, si unajua ile itaonekana dharau, itaonekana tumevamia kiitikadi, si unajua? Sema wakati mwingine tutamnukia. Alafu sikia, akija hapa wewe kausha, wala mtanue chochote yani. Yaani ukimwambia chochote mimi shakumaki, shaku screenshot, umeelewa? Yaani ukizingua tu mimi naondoka na kichwa chako hichi. Asikia sio na baba shamba, naondoka hata na hichi. Au sio?